Wachezaji wa Simba kuna shida ipo na mimi naamini hilo. Naamini hilo. Mimi naungana na hao mashabiki wa Simba. Unajua mashabiki wa Simba bwana wanaona mbali sana. Kuna shida kubwa. Kwa sababu kama hakuna shida kubwa, angalia namna ambavyo wachezaji wanacheza uwanjani. Wachezaji hawajitumi. Brother, wachezaji wa Simba wanacheza kama wametoka Sinza pale kitambaa cheupe. Kama wametoka kitambaa cheupe bro. Sasa nikiwa mkweli na unakataa kaka. Kama umetoka Small Planet brother. Kaka simuona mimi. Balala Mutale. Mutale mfanya nini? Alafu Mutale, hebu aje, unajua kuna muda uache naye uchale. Mutale ni chale sana ile jamaa. Mutale ameajiriwa Simba kucheza mziki. Yaani mara tu ameibuka anakata mauno. Mara ameibuka tu anacheza ile style ya na video zake akifanya makosa au mechi ikiwa mbaya ndio zinatumiwa zile video zaidi kuendelea kuwaponda. Na Simba akishinda Mutale zile video zake hazikumbuki. Kwa nini anakumbukwa? Wakati wamepoteza ni kwa sababu wanawapa watu sababu ya watu kuweza kuzungumza. Zile video apunguze. Yaani sasa hivi Mutale anapaswa kupunguza zile video alafu afanye kazi sana uwanjani. Kwa sababu video zake zinatumika kwamba ni mtu anayependa sana kucheza kuliko kufanya kazi yake. Ingawa ndio starehe yake. Mimi simkatazi kucheza mziki lakini aangalie na nyakati pia. Huu muda unacheza timu iko katika hali gani? Wewe umeajiriwa kwa ajili ya kucheza mziki au kwa ajili ya kucheza mpira? Hatukatai kwamba huenda ndo furaha yake ya moyo inapatikana kwenye mziki. Lakini huu ni muda ambao timing yake ni mbaya. Mutale unapata hiyo guts na yaani huo muda wa kucheza mziki unaotoa wapi Mutale? Badala urudie video zako uliokuwa unakosa magoli, unapaisha mipira, unarudisha pasi za nyuma, unaanza kukata mauno, inakuwa sio sawa. Na tuliona pia Simba akiogelea kule Ismailia, walikuwa wanaogelea, watu wakasema hii style ya kuogelea hii sie kawabarika wageuka. Mmoja anasema kwamba piga picha anaponza Simba. Lakini mwisho wa siku niseme kitu kimoja. Simba Sports Club msimu huu anaweza akamaliza hatua makundi bila hata points kama wataenda hivi. Kama wataenda hivi, wanaweza wakamaliza wakaishia makundi bila hata points yoyote kwa sababu aliyokuwa anamtarajia ndio Stade Malien. Kwa maana labda Malien ndio angegawa utamu kwa Simba home and away, labda ndio hivyo walikuwa nawaza watu kwamba wakiangalia Esperance ana exposure, wakimwangalia Petro di Luanda ana exposure. Haya, Stade Malien sawa alishawahi kuchukua ubingwa wa CAF 2008 na 9, lakini kwa miaka hivi karibuni hana ubora ule wa Simba. Lakini Simba ameenda amemwoutshine. Simba ameenda kula utamu, ameenda kuliwa utamu. Yaani Stade Malien ameenda kujilia utamu. Utamu amepelekewa. Wakasema acha tujimegee utamu. Almanusuru apigwe pale miguu ya bajaji pale. Kwa hiyo ukiangalia kocha kikosi alipanga jana nikasema afadhali leo ameanza na mwalimu. Lakini akaboronga katika eneo la kiungo. Unachezaje bila typical defensive midfielder? Huna holding midfielder, huna defensive midfielder. Yaani huna kiungo mkabaji in short. Unamweka Nabi Kamara ambaye he's more offensive. Anapenda sana kushambulia, anaweza kupiga pasi za mbele. Lakini pia unamweka na nani? Jean Charles Ahoua au Neo Maema. How can you use those people? Kwa sababu wale wachezaji ambao wengi wanapenda zaidi kupiga mipira ya mbele, kukaba, wengine hawawezi, unawapotezea watu majukumu yao. Kwa nini usipange wachezaji kwenye natural positions zao? Mfano, Kagoma, Alassane Maodo Kante. Angepungukiwa na nini yule kocha Pantev? Ndio nataka kuambia Pantev pia anawezekana hajahusika kupanga ile kikosi. Kwa sababu sitaki kufahamu. Akapangiwa. Kwa sababu taarifa nilizonazo za ndani kwamba Pantev pia hataki kumtumia Kagoma. Anasema Kagoma hafai kwenye mifumo yake, hayuko kwenye mipango yake, hachezi vile ambavyo yeye anataka acheze. Sasa kama sio Kagoma nani unaye? Pantev sitaki kuchanganya. Tuambie ukweli nani aliyokuambia Kagoma asitumii kwa sababu mimi kwenye ligi yetu ukimwacha Khalid Aucho na Damaro Kamara ule wa Singida Black Stars, anayefuata ni Kagoma kwa ubora. Tuliona la season alifanya kazi kubwa, alifanya kazi chafu. Eti mechi kabisa yani. Hauna Kagoma, hauna Kante. Alafu na Nabi, alafu na Maema na Jean Charles Ahoua. Alafu beki unamweka Mligo, badala Nabi yule ndo mweke acheze kama fullback ya kushoto. So to me kikosi kiliparanganyika na poor selection. Yaani kikosi kilikuwa kibovu. Alianza vibaya. Unayo striker mtu kama Jonathan Soa amekaa benchi, baadaye ndo anaingia na rukaruka, hawana morali. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vilipelekea wachezaji hawana morali, wanatembea uwanjani kama wametoka kitambaa cheupe. Yaani kama wachezaji kama hawajafanya mazoezi hivi. Wachezaji wanafika eneo la mwisho hawalioni goli brother. Mpanzo anakosa goli, anagonga mwamba. Jean Charles Ahoua anapiga nje ingawa alikuwa offside. Joshua Mutale eneo zuri anawekewa na mwalimu, anaiomba kabisa, anaomba, anapigiwa cross V, anapaisha.
Haya, Jonathan Soa na kipa anakosa mpira, anaruka kama Ikpe pale, mambo gani anafanya? Anakuja tena mwingine Shomari Kapombe na kipa naye anapaisha. Yaani kuna namna ambavyo wachezaji wa Simba wameamua tu kuwavua nguo mashabiki wao na wanachama wao. Yaani wameamua kuwatonesha kidonda ambacho tayari kutia chumvi kwenye kidonda ambacho ni kibichi. Yaani tayari watu washaumia mechi ya Petro di Luanda, alafu wanaenda kuwaumiza na kule tena. Kwa maana kwamba wachezaji wanataka kuingia kwenye mfumo wa mgogoro wa viongozi. Mgogoro wa viongozi uache, mgogoro wa viongozi uendelee wao kwa wao. Haupaswi kabisa kuingia kwa wachezaji. Ingawa wanasema kitaalamu kama nyumba baba na mama waelewani, watoto pia wataathirika. Ni kweli. Kwa hiyo hata wachezaji inaonekana kabisa hawana maturity. Mimi wahenga wako sasa. Mimi nilikuwa nategemea wachezaji wa Simba wako matured. Wana maturity kwamba bana sisi hapa hatuchezi kwa ajili ya viongozi, hatuchezi kwa ajili ya nini, tunacheza kwa ajili ya malengo yetu. Basi mmeshindwa kucheza kwa ajili ya mashabiki. Mmeshindwa kucheza kwa ajili ya timu. Basi chezeni kwa ajili ya malengo yenu. Kumbukeni wanacheza ligi ya mabingwa Afrika ambako Simba ndio timu inayotazamwa kwa sasa. Yaani ukiacha Ahali sijui mama leo sijui nani, Simba inatazamwa sana hata ikiwa anacheza na timu ya daraja la kwanza. Kwa nini? Kwa sababu tayari wameset standard, wako nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Na ndio maana mechi yao inakuwa crucial sana na sasa hivi watu wanawakamia sana. Sasa wachezaji kama kina Anthony Mligo ndio muda wao wa kuuza majina yao, ndio muda wao wa kutengeneza profile zao. Mtu kama Nabi Kamara ndio muda wake. Mtu kama Maema tunajua ametumika sana kule na shughuli yake kule ilikuwa ngumu. Ndio muda wake kuonyesha. Joshua Mutale sio muda wake kata viuno pale. Ndio muda wake wa kutengeneza profile yake, watu waanze kumuona. Anasema na miaka 23 24. Kwa hiyo ni kijana mdogo yule. Bado ana muda wa kucheza hata kama anaualaza. Unajua anaualaza lakini ukisema sijui nini, bado ana nafasi ya kucheza. Haya, mtu kama Mwalimu amecheza FIFA Club World Cup. Ana nafasi kubwa kuendelea kucheza. Mtu kama Jonathan Soa, ligi ya mabingwa tunafahamu alicheza akiwa pale Mediama ya Ghana. Lakini this time anacheza klabu kubwa ya Simba. Anapaswa kupambana. So my point is, wachezaji wanapaswa kujua wajibu wao. Basi viongozi wanatugusa, wanatuharibia. Mashabiki hatuchezi kwa ajili yao, tunacheza kwa ajili yetu. Hawacheze hata kwa ajili yao. Yaani hawachezi kwa ajili ya mashabiki, hawachezi kwa ajili ya viongozi, alafu hawachezi kwa ajili yao. Basi warudi walikotoka. Asante na wewe. Huyo ana jasusi unasikia. Ndio. Namaliza interview na kupigia hapo. Anakuta ndani huyo. Nataka kunipaza ndani. Kwa bana pale Simba. Pale Simba pale. Wasipokaa makini kaka, wanaweza kaishia hatua makundi msimu ndio Simba ikawa yani mpaka sasa hivi hatua iliyofikia Simba ndio mgao utamu kwenye kundi. Simba kagawa utamu kila mara. Msimu wa ligi. Kwa hiyo anaendelea. Ubingwa gani? Yaani Simba alikuwa na uwezo wa kubeba ubingwa msimu huu kwa mwanzo walivyoanza. Namna ambavyo wachezaji walikuwa na ile spirit, fighting spirit, wachezaji walivyokuwa na amsha. Lakini hapa katikati kuelekea mkutano mkuu mambo yakaharibika kabisa. Kwa hiyo unaona kuna dalili fulani mbaya. Simba tena wakienda hivi wanavyoenda hata nafasi ya pili hawachukui. Kwa sababu Azam wa moto, Singida wa moto. Sasa kama wataenda hivi na mgogoro unaoendelea, usishaka hata nafasi ya pili wasichukue. Na jana walipomaliza pia ule mkutano, kuna dalili mbaya sana. Kwa Simba kuna anguko kubwa sana la kuja. Yaani wanachopaswa sasa hivi wawe kitu kimoja. Wakae watulie, wakubali kwamba kweli wanakosea, lakini Simba ni klabu kubwa itakiwa kuendeshwa kienyeji. Sana kwa sababu isho siku wanachama na mashabiki wakiwa wanalia wakisema okay sasa tuende uwanjani, wale viongozi wanatosha kwenda kujaza ule uwanja. Alafu semaji pia apunguze. Semaji pia apunguze. Kuna muda embo waache mashabiki na wanachama waelezee hisia zao. Sio kila wakati unakingia kifua, unakingia migongo. Kazi yake. Ni kazi yake tunajua, semaji ni mshikaji wangu. Kuna muda timu ikifanya vibaya, hebu acha mashabiki na wanachama waeleze feelings zao. Na wanasema siku zote ukikasirika. No, wanasema siku zote ukikasirika lia sana. Ukifurahi sana. Sasa inawezekana labda mashabiki wakiongea sana au wakilia sana, wanaweza katibu mioyo yao. Lakini sasa wewe unakuwa upande wa viongozi unawatetea. Yaani timu imefanya vibaya, watu wanaona ni kazi yake, lakini maneno ya semaji yanatumika sasa. Semaji maneno yake yote yanatumika kwamba yani kama una uhakika wa kwenda robo finali usilete jezi za kimataifa. Yaani kama semaji ameongea Mike kama zote pale. Kama huna uhakika wa kwenda robo finali usilete jezi mpya za kimataifa. Na Simba wao hawajaleta jezi za kimataifa kama vile walijua. Iko wapi?
Ile wamenyofoa tu. Haina mabadiliko. Wameng'oa tu hivi. Mabadiliko. Wachezaji wa Simba kuna shida ipo na mimi naamini hilo. Mimi naungana na hao mashabiki wa Simba. Unajua mashabiki wa Simba bana wanaona mbali sana. Kuna shida kubwa. Kwa sababu kama hakuna shida kubwa, angalia namna ambavyo wachezaji wanacheza uwanjani. Wachezaji hawajitumi. Brother, wachezaji wa Simba wanacheza kama wametoka Sinza pale kitambaa cheupe. Kama wametoka kitambaa cheupe bro. Sasa nikiwa mkweli na unakataa kaka. Kama umetoka Small Planet brother. Kaka umeona Balala Mutale. Mutale mfanya nini? Alafu Mutale, hembo aje, unajua kuna muda uache naye uchale. Mutale ni chale sana ile jamaa. Mutale ameajiriwa Simba kucheza mziki. Yaani mara tu ameibuka anakata mauno. Mara ameibuka tu anacheza ile style ya na video zake akifanya makosa au mechi ikiwa mbaya ndio zinatumiwa zile video zaidi kuendelea kuwaponda. Na Simba akishinda Mutale zile video zake hazikumbuki. Kwa nini anakumbukwa? Wakati wamepoteza ni kwa sababu wanawapa watu sababu ya watu kuweza kuzungumza. Zile video apunguze. Yaani sasa hivi Mutale anapaswa kupunguza zile video alafu afanye kazi sana uwanjani. Kwa sababu video zake zinatumika kwamba ni mtu anayependa sana kucheza kuliko kufanya kazi yake. Ingawa ndio starehe yake. Mimi simkatazi kucheza mziki lakini aangalie na nyakati pia. Huu muda unacheza timu iko katika hali gani? Wewe umeajiriwa kwa ajili ya kucheza mziki au kwa ajili ya kucheza mpira? Hatukatai kwamba huenda ndo furaha yake ya moyo inapatikana kwenye mziki. Lakini huu ni muda ambao timing yake ni mbaya. Mutale unapata hiyo guts na yani huo muda wa kucheza mziki unaotoa wapi Mutale? Badala urudie video zako uliokuwa unakosa magoli, unapaisha mipira, unarudisha pasi za nyuma, unaanza kukata mauno, inakuwa sio sawa. Na tuliona pia Simba akiogelea kule Ismailia, walikuwa wanaogelea, watu wakasema hii style ya kuogelea hii si kawabarika wageuka. Mmoja anasema kwamba kupiga picha anawaponza Simba. Lakini mwisho wa siku niseme kitu kimoja. Simba Sports Club msimu huu anaweza kumaliza hatua makundi bila hata points kama wataenda hivi. Wanaweza wakamaliza wakaishia makundi bila hata points yoyote kwa sababu aliyokuwa anamtarajia ndio Stade Malien. Kwa maana labda Malien ndio angegawa utamu kwa Simba home and away, labda ndio hivyo walikuwa nawaza watu kwamba wakiangalia Esperance ana exposure, wakimwangalia Petro di Luanda ana exposure. Haya, Stade Malien sawa alishawahi kuchukua ubingwa wa CAF 2008 na 9, lakini kwa miaka hivi karibuni hana ubora ule wa Simba. Lakini Simba ameenda amemwoutshine, Simba ameenda kula utamu, ameenda kuliwa utamu. Yaani Stade Malien ameenda kujilia utamu. Utamu amepelekewa, wakasema acha tujimegee utamu. Almanusuru apigwe pale miguu ya bajaji pale. Kwa hiyo ukiangalia kocha kikosi alipanga jana nikasema afadhali leo ameanza na mwalimu. Lakini akaboronga katika eneo la kiungo, unachezaje bila typical defensive midfielder? Huna holding midfielder, huna defensive midfielder. Yaani huna kiungo mkabaje in short. Unamweka Nabi Kamara ambaye he's more offensive. Anapenda sana kushambulia, anaweza kupiga pasi za mbele. Lakini pia unamweka na nani? Jean Charles Ahoua au Neo Maema. How can you use those people? Kwa sababu wale wachezaji ambao wengi wanapenda zaidi kupiga mipira ya mbele, kukaba, wengine hawawezi, unawapotezea watu majukumu yao. Kwa nini usipange wachezaji kwenye natural positions zao? Mfano, Kagoma, Alassane Maodo Kante. Angepungukiwa na nini yule kocha Pantev? Ndio nataka kuambia Pantev pia anawezekana hajahusika kupanga ile kikosi. Kwa sababu sitaki kufahamu. Akapangiwa. Kwa sababu taarifa nilizonazo za ndani kwamba Pantev pia hataki kumtumia Kagoma. Anasema Kagoma hafai kwenye mifumo yake, hayuko kwenye mipango yake, hachezi vile ambavyo yeye anataka acheze. Sasa kama sio Kagoma nani una Pantev sitaki kuchanganya. Tuambie ukweli nani aliyokuambia Kagoma asitumii kwa sababu mimi kwenye ligi yetu ukimwacha Khalid Aucho na Damaro Kamara ule wa Singida Black Stars, anayefuata ni Kagoma kwa ubora. Tuliona la season alifanya kazi kubwa, alifanya kazi chafu. Eti mechi kabisa yani. Hauna Kagoma, hauna Kante. Alafu na Nabi, alafu na Maema na Jean Charles Ahoua. Alafu beki unamweka Mligo, badala Nabi yule ndo mweke acheze kama fullback ya kushoto. So to me kikosi kiliparanganyika na poor selection. Yaani kikosi kilikuwa kibovu. Alianza vibaya. Unayo striker mtu kama Jonathan Soa amekaa benchi, baadaye ndo anaingia na rukaruka, hawana morali. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vilipelekea wachezaji hawana morali, wanatembea uwanjani kama wametoka kitambaa cheupe. Yaani kama wachezaji kama hawajafanya mazoezi hivi. Wachezaji wanafika eneo la mwisho hawalioni goli brother. Mpanzo anakosa goli, anagonga mwamba. Jean Charles Ahoua anapiga nje ingawa alikuwa offside.
Joshua Mutale eneo zuri anawekewa na mwalimu, anaiomba kabisa, anaomba, anapigiwa cross v, anapaisha. Haya, Jonathan Soaye na kipa anakosa mpira, anaruka kama Ikpe pale, mambo gani anafanya? Anakuja tena mwingine Shomari Kapombe na kipa naye anapaisha. Yaani kuna namna ambavyo wachezaji wa Simba wameamua tu kuwavua nguo mashabiki wao na wanachama wao. Yaani wameamua kuwatonesha kidonda ambacho tayari, kutia chumvi kwenye kidonda ambacho ni kibichi. Yaani tayari watu washaumia mechi ya Petro di Luanda, alafu wanaenda kuwaumiza na kule tena. Kwa maana kwamba wachezaji wanataka kuingia kwenye mfumo wa mgogoro wa viongozi. Mgogoro wa viongozi uache, mgogoro wa viongozi uendelee wao kwa wao. Haupaswi kabisa kuingia kwa wachezaji. Ingawa wanasema kitaalamu kama nyumba baba na mama waelewani, watoto pia wataathirika. Ni kweli. Kwa hiyo hata wachezaji inaonekana kabisa hawana maturity. Mimi wahenga wako sasa. Mimi nilikuwa nategemea wachezaji wa Simba wako matured. Wana maturity kwamba bana sisi hapa hatuchezi kwa ajili ya viongozi, hatuchezi kwa ajili ya nini, tunacheza kwa ajili ya malengo yetu. Basi mmeshinda kucheza kwa ajili ya mashabiki. Mmeshinda kucheza kwa ajili ya timu. Basi chezeni kwa ajili ya malengo yenu. Kumbukeni wanacheza ligi ya mabingwa Afrika ambako Simba ndio timu inayotazamwa kwa sasa. Yaani ukiacha Ahali sijui Mamelodi sijui nani, Simba inatazamwa sana hata ikiwa anacheza na timu ya daraja la kwanza. Kwa nini? Kwa sababu tayari wameset standard, wako nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora. Na ndio maana mechi yao inakuwa crucial sana na sasa hivi watu wanawakamia sana. Sasa wachezaji kama kina Anthony Mligo ndio muda wao wa kuuza majina yao, ndio muda wao wa kutengeneza profile zao. Mtu kama Nabi Kamara ndio muda wake. Mtu kama Maema tunajua ametumika sana kule na shughuli yake kule ilikuwa ngumu. Ndio muda wake kuonyesha. Joshua Mutale sio muda wake kata viuno pale. Ndio muda wake wa kutengeneza profile yake, watu waanze kumuona. Anasema ana miaka 23 24. Kwa hiyo ni kijana mdogo yule. Bado ana muda wa kucheza hata kama anaualaza. Unajua anaualaza lakini ukisema sijui nini, bado ana nafasi ya kucheza. Haya, mtu kama Mwalimu amecheza FIFA Club World Cup, ana nafasi kubwa kuendelea kucheza. Mtu kama Jonathan Soa, ligi ya mabingwa tunafahamu alicheza akiwa pale Mediama ya Ghana, lakini this time anacheza klabu kubwa ya Simba. Anapaswa kupambana. So my point is, wachezaji wanapaswa kujua wajibu wao. Basi viongozi wanatugusa, wanatuharibia. Mashabiki hatucheze kwa ajili yao, tunacheza kwa ajili yetu. Hawacheze hata kwa ajili yao. Yaani hawacheze kwa ajili ya mashabiki, hawacheze kwa ajili ya viongozi, alafu wacheze kwa ajili yao. Basi warudi walikotoka. Asante na wewe. Jasusi wanasikia. Ndio. Namaliza interview na kupigia hapo. Anakuta ndani huyo. Nataka kulipaza ndani. Kwa bana pale Simba. Pale Simba pale. Pale Simba pale. Wasipokaa makini kaka, wanaweza kaishia tu ama kundi msimu ndio Simba ikawa yaani mpaka sasa hivi hatua iliyofikia Simba ndio mgao utamu kwenye kundi. Simba kagawa utamu kila mahali. Msimu wa ligi. Kwa hiyo anaendelea. Ubingwa gani? Yaani Simba alikuwa na uwezo wa kubeba ubingwa msimu huu kwa mwanzo walivyoanza. Namna ambavyo wachezaji walikuwa na ile spirit, fighting spirit, wachezaji walivyokuwa na amsha. Lakini hapa katikati kuelekea mkutano mkuu mambo yakaharibika kabisa. Kwa hiyo unaona kuna dalili fulani mbaya. Simba tena wakienda hivi wanavyoenda hata nafasi ya pili hawachukui. Kwa sababu Azam wa moto, Singida wa moto. Sasa kama wataenda hivi na huu mgogoro unaoendelea, wasishaka hata nafasi ya pili wasichukue. Na jana walipomaliza pia ule mkutano, kuna dalili mbaya sana. Kwa Simba kuna anguko kubwa sana la kuja. Yaani wanachopaswa sasa hivi wawe kitu kimoja. Wakae watulie, wakubali kwamba kweli wanakosea, lakini Simba ni klabu kubwa, itakiwa kuendeshwa kienyeji. Sana kwa sababu mwisho wa siku wanachama na mashabiki wakiwa wanalia wakisema okay sasa tuende uwanjani, wale viongozi wanatosha kwenda kujaza ule uwanja. Alafu semaji pia apunguze. Semaji pia apunguze. Kuna muda embo waache mashabiki na wanachama waelezee hisia zao. Sio kila wakati unakingia kifua, unakingia migongo. Ni kazi yake tunajua, semaji ni mshikaji wangu. Kuna muda timu ikifanya vibaya, hebu acha mashabiki na wanachama waeleze feelings zao. Na wanasema siku zote ukikasirika. No, wanasema siku zote ukikasirika lia sana. Ukifurahi sana. Sasa inawezekana labda mashabiki wakiongea sana au wakilia sana, wanaweza katibu mioyo yao. Lakini sasa wewe unakuwa upande wa viongozi unawatetea. Yaani timu imefanya vibaya, watu wanaona ni kazi yake, lakini maneno ya semaji yanatumika sasa. Semaji maneno yake yote yanatumika kwamba yani kama una uhakika wa kwenda robo finali usilete jezi za kimataifa. Yaani kama semaji ameongea Mike kama zote pale. Kama huna uhakika wa kwenda robo finali usilete jezi mpya za kimataifa.
Na Simba wao hawajaleta jezi za kimataifa kama vile walijua. Iko wapi? Ile Ile wamenyofoa tu. haina mabadiliko. Wameng'oa tu hivi. Mabadiliko. Maji anauza ile sina mabadiliko.